Weka mbona nyumbani kwako wewe nenda. Basi wewe niache kwanza nikapunguza akili yangu. Maana yake mpaka sasa hivi usingizi wangu haupo. Mambo naye anazinambia. Belinda naye hayupo. Basi kila kitu hapa mimi akili yangu imechoka. Hebu niache kwenda nyumbani nikapumzisha akili. Mungu akipenda tutaonana baadaye rafiki yangu. Haya bwana mkubwa. Chunguza sasa. Shem. Oh, shemeji yangu. Vipi tena shemeji yangu? Mbona kinyonge hivi? Wewe acha shemeji yangu. Kuna usalama kweli? Salama shemeji yangu. Mbona unaonekana kama uko sawa shemeji? Kwema kweli? Kweli sio sawa. Siko sawa kweli shemeji yangu. Haya na ndugu yangu naye tangu ameondoka sijamuona mpaka leo. Ile siku yetu tulikutana ukaniambia hayupo. Mpaka leo sijamuona. Vipi na yeye? Hilo ndio linanitia huzuni mpaka saizi kwa mnyonge hivi. Mke wangu leo ana siku ya 3 sijamuona. Tangu nilipotuma kijiji cha pili mpaka leo sijamuona bado ndani. Pole sana shemeji yangu. Nishapoa shemeji. Ila Mungu atafanya wepesi. Atarudi tu. Asante sana. Shemeji yangu hata kwa kuanzia sijui. Nahisi kama kapotea au leo atarudi, sijaliweka maanani sana. Ila una jambo kwenye kijiji linakuwa kama vile la mzaha. Unakumbuka hata mume wako hivi kama masiara. Na sasa hivi mwaka wa 2. Kweli kabisa shemeji. Yaani sasa hapa ndio watuelewi. Ndio. Kama mzima uko alipo au amepata tatizo lolote. Ila shemeji usikose kuomba Mungu. Huenda atarudi tu. Wala usijali shemeji. Sawa, hilo ni jambo la msingi sana. Na matukio yako kwenye kijiji yananifanya mpaka nachanganyikiwa kabisa. Hapo unavyoniona shemeji, nimetoka kumsindikiza Zinduna. Zinduna huyu rafiki yako? Huyo. Na kwa jinsi alivyonihalisia, mpaka napata mashaka shemeji. Yaani sielewi kwa nini. Na kuhalisia nini tena? Zinduna jana alikuja nyumbani kwangu. Wakati anaondoka kuelekea nyumbani kwao, kaniambia alikutana na kitu cha ajabu. Kinavutwa kutoka barabarani kuelekea kitu mtu. Yaani hajui yeye mwenyewe kama ni mtu au ni kitu gani cha ajabu. Lakini kwa madai anavyosema yeye kwamba kilifunikwa mwili mzima. Kwa hiyo mpaka kaa kieleweki nini. Na wewe unavyonipa hili tukio la mke wako shemeji, ndio nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Nakosa hata nini la kusema. Unajaza hofu sana. Ukiangalia mke wangu yule na siku ya 3 sijamuona. Unavyoniambia mtu anavutwa kivipi? Sijaelewa vizuri hapo shemeji. Mimi mwenyewe shemeji sielewi mpaka sasa hivi. Maana Zinduna yeye ndo amenipa hizo habari. Labda ukikutana naye uende anaweza kukupa habari. Basi nitamtafuta huyo Zinduna ili anipe kwa sababu ananitia wasiwasi. Kwa sababu kijiji chetu kishakuwa nini? Shemeji. Au hata tutemekula halisi. Sielewi shemeji. Hebu tuai shemeji nyumba. Nisije nikatukuta hapa. Kijiji chetu amani hakuna. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu. Karibu shoga yangu. Shoga yangu Nonje, mguu wa kwako. Wewe tena kulikoni? Nimekuja kukupombea shoga yangu. Umesikia habari za Loda? Loda kafanya nini tena mwenzangu? Mbona unanitisha? Leo yakatoroka hapa hicho kijiji, kaenda kijiji cha pili.
Usikuzani una uhakika. Kijiji kizima hiki kinajua. Kama Roda akatoroka kijiji hiki kaenda kijiji cha pili kwa huyo mwanaume muuza miogo. Sikuzani. Wewe kiboko ndugu yangu. Yaani Roda kabisa atoroke aende kwa mwanaume mwingine. Na huyo mume wake Dumba anamwachana naye. Sio kawaida yake na ilikuwa ni mara yake ya kwanza kumwacha huyo Dumba. Jamani, matukio yote kwenye kijiji mtasemaje mwenzenu ametoroka? Labda amepata tatizo. Si kweli tunavyomjua yule. Yule ni muuni, kashazoeleka hapa kijijini. Hilo bale tatizo nalijua wewe, lakini sisi tunajua kaenda kwa mwanaume huko kijiji cha pili. Yaani Roda kwa jinsi anavyompenda mume wake Dumba, uniambia ametoroka kabisa, amemwacha Dumba ameenda kwa mwanaume mwingine? Sio kweli. Shoga yangu, watu umenikumbusha. Nikinyakua mguu wangu hapa naenda kwa Dumba. Naenda kumpa hizo habari za kuhusu yule demu wake. Kwamba huyo Roda ametoroka ameenda kijiji cha pili kwa mwanaume muuza miogo. Wewe ulikuwepo? Yanayosemekana kijijini ni ya kweli. Sikuzani kidogo ndugu yangu. Shoga yangu, kwenye ukweli lazima tuseme. Tumechoka safari hii. Na mimi ndio nitakuwa wa kwanza kumwambia huyo mwanaume wake Dumba. Hapana jamani. Yaani wewe unataka kusababisha kabisa watu waachane kwa ajili ya umbea wao. Wewe una uhakika gani kama kweli kaenda kijiji cha pili kwa mwanaume mwingine? Jamani, kila mtu anasema kwamba huyo Roda akatoroka kaenda kwa mwanaume mwingine. Lakini kwa safari hii kwa mimi binafsi siwezi kulifumbia macho. Akiasilika Dumba na asilika mimi. Karibu baba. Shikamoo mwenyekiti. Marhaba. Karibu baba. Hamjambo Hamjambo. Karibu sana. Shoga yangu. Haya mimi naenda. Karibu baba. Asante sana. Jambo? Salama za nyumbani. Salama tu. Sijui hapa. Hapa tunamshukuru Mungu baba. Lakini baba, hivi haya yanayoendelea kwenye kijiji unayasikia au na wewe unayaona? Kwenye kijiji naona salama tu. Watu wanaishi salama, wanalima salama na shughuli zao. Wala sina habari yote. Kama mwenyekiti nina miaka karibuni 50 hapa. Baba, matukio haya ya watu kupotea kweli. Kila kukicha matukio mapya. Yaache kwanza, lakini mimi hapa kuja kwangu hasa nimekuletea zawadi. Wema, yani kakaangu nakuona mguu wote wa kwako. Yaani nimezunguka kijiji chote kukuuliza sijakuona. Nashukuru Mungu nimekupata. Umenipata dadangu. Unajipya gani? Ninajipya kuhusu habari ya mke wako. Mke wako sikaondoka tangu muda mrefu. Hujapata taarifa kama mke wako kaenda kwa mwanaume mwingine huko kijiji cha pili? Mke wangu huyu nimemtafuta mimi nyumbani. Yaani kaenda kwa mwanaume kijiji cha pili. Tena huyo mwanaume muuza miogo. Nasikia uko tajiri bara. Yaani mimi hilo swala zawadi, naomba lingesubiri tu. Ili tuzungumzie haya ya kijijini ya watu kupotea. Maana hata juzi mimi na Dumba ilitukuta tukio, mpaka nilishindwa kuelewa ni nini. Tulihisi kama tetemeko la ardhi limetokea. Ila mwisho wa siku hakukuwa na tetemeko la ardhi wala nini. Ila unavoniambia kwamba tuachane na watu sijui wa kupotea, baba inabidi ili ulichunguze wewe ukiwa kama mwenyekiti wa kijiji. Watu hapa hao wanaokuambia hivyo, wao wanakimbia mjini, wanakataa kazi, wanao wanakimbia huko, wanatoka hapo wanakimbia mjini, wanakataa kazi, hawataki kufanya kazi, hawataki kulima, wanawaachia wazee tu wanalima wao huo mjini. Sasa kijiji kitakuwa na watu, vijana watakuwepo, hawapo, wamekimbia mjini. Sasa lazima watu waambie, watasema hapa kijiji mbona hivi, mbona kitu fulani kimefanya hivi.